Bana, hapa nimekuja kukuonyesha baadhi ya kazi ambazo zimefanywa. Of course hazijafikia kwenye final product, lakini kwa kiasi fulani zimeenda. Na hizi hapa ni baadhi ya picha ambazo ukiangalia hii picha nyeupe hapa, ndio hichi chungu ambacho ndio, na chungu ndio hicho hapo, lakini picha yake ndio itakuja kuwa hichi hapa kishapigwa rangi. Maana yake huku nje kitapigwa rangi, lakini pia hichi hapa ni kile kingine ambacho akijamaliziwa na chenyewe na kitapigwa rangi, kitakuwa kama hichi hapa. Sasa bwana, inakuaje? Jina langu ni Dennis Ngira na hii ni Arusha Online Radio. Tuko mtaani hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea yale ambayo yamejiri, na niko na mshikaji hapa ambaye anatengeneza, anafanya ubunifu wa vitu ambavyo ni decoration au so bana. Tutakwenda kuongea naye atuambie ni kwa namna gani ambavyo amejifunza, na kuachana na kujifunza, lakini nani alimuinspire, lakini pia ana gani la kuambia vijana kuhusiana na swala la kutoka magetoni. Bwana, inakuaje? Fresh kama marakadhi nzuri kabisa. Unakuita nani? Joshua Ngira. Unapatikana pande zipi? Unapatikana pande za Mbureni. Mbureni. Yeah. Unajua ulipata wapi idea ya kutengeneza hivi decoration, maviungu haya kama ua? Hiyo niligundua tu kwamba nina kipaji hicho. Mimi ni fundi wa decoration. Basa katika kufanya zile kazi za decoration, baadaye katika kuangalia kwenye mtandao nikakutana na vitu vizuri, nikavutiwa, na mimi nikasema mbona hivi vitu huku kwetu havipo sana? Kwa nini na mimi nisijaribu? Mbona kama nikiangalia na uwezo. Nikaanza 1 2 3 mpaka sasa hivi napiga, na naona kabisa watu wanavipenda, na naendelea kureki vungu mbalimbali na kuta vikali na vitengeneza. Kwa hiyo navutiwa kutengeneza vungu vizuri vikali vya kizungu. Na sasa hivi tunavyoongelea, sasa hivi ni karibia mwaka wa 6. Mwaka wa 6. Natengeneza vungu na nimeshauza vungu vingi tu, na bado naendelea kubuni zaidi na zaidi, na napenda sana kubuni vungu vya Ulaya. Kipi ambacho kilikufanya ukaona hii idea ni nzuri na ukajifunza, kwa sababu umeniambia ulijifunza online? Kipi ambacho kilikufanya ukaona idea ni nzuri na ukatamani kujifunza ili uweze kutengeneza? Mimi mara nyingi navutiwa sana kutengeneza vitu ambavyo naviona mtaani havipatikani kiurahisi, ambavyo hata nikitembea huku mtaani kuviona ni ngumu kuviona. Ndio napenda. Mimi sipendi kutengeneza vile ambavyo naviona vipo. Napenda sana kujiingiza kule kwenye vile ambavyo havipo. Ndio raha yangu kutengeneza vile ambavyo havionekani kirahisi. Kipi ambacho kilikufanya ukasema mimi naweza, na ukaanza kutengeneza? Kipi ambacho kilikufanya ukasema unaweza? Nilifanya kwamba kukupa confidence ya kwamba unaweza kukifanya. Baada ya kazi zenyewe ambazo za decoration pia nilikuwa zizifanyaje, ila nilivyoona zimeingia mtaani, nikaziona mara ya kwanza, nikavutiwa, nikaanza kuzifanya, na nikaona nimeziweza kwa muda mfupi. Nilivyoona pia na vile vungu kwenye mtandao vizuri, navyo nikaona kama hivi ile niliweza kirahisi vile, na nilikuwa sijajifunza na nilikuwa sijui, imejitokeza tu nimeweza, basi hata na hivi nitaweza. Kwa hiyo nikawa na huo moyo kwamba havinishindi, na nilivyoanza kajaribu ya kwanza, nikajaribu mbinu hii, nikafanikiwa. Kwa hiyo kila ninachokitengeneza hapa nina plani kabisa mbinu kabla. Kwa hiyo nikianza tu nakuta ni urahisi tu kutengeneza kwa upande wangu. Ulivyoanza kutengeneza viungo kwa mara ya kwanza, ulitengeneza kwa mara ngapi yani ulijaribu kwa mara ngapi ili uweze kukika complete? Kusema kweli nimeingia gharama lazima uingie. Kuna ambapo nimeingia gharama, yani hata kimoja naweza nikakirudia hata mara 2 mara 3. Ingawa uzuri mmoja ni kwamba katika kile ambacho nilikuwa nakitengeneza, maana sina hata kimoja hapa, nimeshaviuza. Kile nilikuwa nakiona sio bora sana, lakini kilikuwa kinapendwa na mtu anakinunua. Na mimi ndio niliyekuwa nakiona kina tofauti kidogo, na boresha, na piga cha kwanza, naenda cha pili na cha tatu, nakuta nimekiweka sasa kimeshakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo katika namna hiyo ninavyokuambia,
Kuna kingine kinaweza nikakitesti kikawa nimekiwezea kwa wakati mmoja. Kuna kingine naweza nikakifanya hata mara 3 ndio kikatoka kama nilivyokuwa nategemea mimi. Kitoke kama nilivyokopi. Na zipi ni changamoto ambazo unakutana nazo katika ujenzi wako? Changamoto hazikosekani, changamoto zipo kwa sababu hivi mara ya kwanza nilianza sikujua mbinu nilizokuwa nimetumia mara ya kwanza zilikuwa ngumu kidogo, na zilikuwa ni ngumu kweli kwa sababu nilikuwa situmii nondo. Nilikuwa natengeneza tu kwa sementi na mchanga bila nondo. Sasa baadaye nikaingia kwenye kutumia nondo. Kwa hiyo sasa ukimwambia mtu hichi hapa nilikuwa nauza labda shilingi fulani, hichi hapa sasa hivi nauza kiasi fulani, anakuambia mbona umepandisha bei? Kumbe ni gharama zilizoingia pale za nondo na chicken wire ambao kipindi cha nyuma tulikuwa tutumii. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu tunatumia kuchomea nondo, kukunja ule muda wa kukunja ile umbo na kufunga zile chicken wire, kwa hiyo gharama inaongezeka. Kwa hiyo mtu inabidi aelewe kwamba hapa sasa hivi chungu ni imara, inatengenezwa kwa nondo na inafungwa chicken wire, kwa hiyo kupasuka ni ngumu. Ukifikiria au ukifanya kumbukumbu zako, ni jumla ya viungo vingapi mpaka sasa hivi kwenye miaka 6 umeviuza? Kweli siwezi kukumbuka vizuri, ila viwezi kupungua kama 100 huko, ingawa ni kwamba issue nyingine ni kwamba mimi nina kazi mbili. Na kazi ya hizi kufanya decoration za nyumba na kutengeneza vungu. Kwa hiyo mimi vungu kwa sababu huwa navitengeneza kama navitengeneza kama idea yangu tu ambayo ndio nimeipenda kutengeneza. Sio kwamba bado nilikuwa siifanya kama kazi. Kwa hiyo wakati mwingine nakuwa busy kwenye kazi za decoration, siku nimepata nafasi ndio nina kuja kutengeneza vungu. Kwa hiyo nikipigiwa simu saa yote sasa hivi naenda kwenye ile kazi. Lakini nikiwa niko nyumbani ndio niko natengeneza vungu. Nilikuwa sijadili sana na vungu. Kwa hiyo kwa sasa hivi siwezi nikatoa majibu kwamba mpaka sasa hivi nimeuza vungu vingapi, lakini na uhakika zaidi ya vungu 100. Nimeshaenda. Inachukua muda gani kuhakikisha kwamba chungu kimoja kinakamilika? Hivi vungu vya nondo vina process, kwa hiyo kuna kukata nondo, kukunja ile umbo, alafu ukishamaliza unaenda unachomea, unarudi unazisukia zile chicken wire. Ukishasukia zile chicken wire unapiga rafu kama unavyoona, unachasukia chicken wire unapiga rafu, unaipiga hii rafu alafu unaiacha inanyauka. Nyauka labda inaweza ikachukua hata siku 1 au 2. Unakuja sasa unaiseti. Kuna sehemu utakuja kuiseti hapa, kuna namna nitakuja kuonyesha. Tunaiseti, tukishaiseti ndio sasa unakuja unachorea ule urembo ambao unatakiwa chungu kionekane kama kilivyo kwenye picha. Kazi ni nzuri na tumeona asilimia kubwa vijana wamesema au wamekuwa wakiwa na mtazamo hasi, kwamba kama ujui au hujafundishwa kitu ni ngumu kukijua. Unawaambiaje vijana ambao wako mtaani na idea ndo kama hizi, na wenyewe wametulia tu, wamerelax, hawataki kujishughulisha? Mimi mwenyewe nilikuwa tu kijana kama wengine, ila sasa kilichoendelea ni kwamba ilibidi ni kwanza ukubali kujaribu, sababu unaambiwa ukifeli sana ndo kujifunza. Kwa hiyo mtu anavofeli asione kwamba eti ndo amefeli mazima, aangalie njia aliyotumia ili abadilishe njia aliyotumia. Kwa hiyo pale nawaomba kwamba kama umeshindwa kitu mara moja, jaribu mara ya pili. Maana mimi mwenyewe nafanya, saa nyingine kinashindikana, na jaribu mara ya pili, naweza mpaka mara ya 3 nakuta nimefanikiwa. Kwa yule ambaye labda atataka kununua chungu, anaweza kukupataje? Kama mawasiliano yangu ya simu ni 0755 01 29 39. Amrudie tena. 0755
012939. Bana, tulikuwa hapa na nitakuonyesha baadhi ya kazi ambazo zimefanywa na mshikaji hapa. Kama unavyoona kazi ndo hizi zinazidi kupigwa. Unaona mzigo uko kwenye matengenezo hapa, yuko kwenye maandalizi anavyosema, na bado vitu ni vingi hapa. Sasa inabidi uone kile ambacho kimekamilika. Njoo uone ambacho vimekamilika. Sasa kazi umeona kazi ambazo mshikaji anafanya, na kikubwa mlichokisema kwa vijana ni kwamba tusiogope kujifunza. Vijana tusiogope kujifunza, tutoke magetoni. Kutoka magetoni haimaanisha kwamba utoke ukimbie kwenu, hapana. Ni utoke utafute pesa, au sio bana? Usikae nyumbani. Jina langu ni Dennis Ngira, nyuma ya kamera ni Collins Benjamin.